Shalom, shalom ndugu mpendwa katika Kristo, na kusalimu ndugu katika jina lake tukufu Yesu Kristo wa Nazareti. Leo hii tutakwenda kuongelea kuhusu laana za ukoo. Tutakwenda kuona maana yake na mengineyo. Ila kumbuka, katika maisha ya kila siku kuna watu wengi wanaoishi katika hali ya mateso au vizuizi visivyoelezeka, licha ya kuwa na bidii, kuomba na hata kuishi maisha ya kiroho. Hali hizi mara nyingi hutokana na laana za ukoo, laana zilizorithiwa kupitia damu au historia ya kifamilia. Kumbuka, maombi ya kuvunja laana hizi ni muhimu kwa yeyote anayetaka kuishi maisha ya ushindi na uhuru wa kiroho. Tutakwenda kuona maana ya laana za ukoo. Laana za ukoo ni vifungo vya kiroho vinavyopita kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa sababu ya dhambi au maagano ya mababu, matamko mabaya au hata ibada za sanamu zilizofanywa na waliotutangulia. Na laana hizi husababisha watu wa familia moja kupitia changamoto zinazofanana kama vile ndoa kuvunjika mara kwa mara, ugonjwa sugu wa kizazi, umasikini wa kizazi baada ya kizazi, vifo vya ghafla, kutokuendelea kimaisha, ulevi au uzinzi wa kurithi, kushindwa kwa watoto shuleni bila sababu na kadhalika. Namba 2, namna laana za ukoo zinavyofanya kazi. Laana za ukoo hutenda kazi kama vizuizi vya kiroho. Hata mtu anapojitahidi katika maisha hushindwa bila sababu ya kikimantiki. Hii hutokana na agano lililofanyika zamani na linaendelea kuathiri familia nzima mpaka litakapovunjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Namba 3, mamlaka tulionayo katika Kristo. Kwa kupitia damu ya Yesu Kristo tuna mamlaka ya kuvunja kila laana. Yesu alikufa msalabani ili tuvunje kila agano lililofanyika nje ya mapenzi ya Mungu. Hatupaswi kuishi kama watumwa wa agano la kale au mapepo ya kifamilia. Tumeitwa kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia 3:13 inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya sheria kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Isaya 10:27 inasema, na itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondolewa mabegani mwako na nira yake itavunjika kwa sababu ya upako. Namba 4, dalili za laana za ukoo katika maisha. Mara ghafla kukumbwa na matatizo yanayojirudia kwenye familia. Kifo cha ghafla kwa watu wa familia katika umri mdogo. Kuota ndoto za mizimu au wazee wa ukoo waliokufa. Kushindwa kufanikiwa licha ya kujitahidi ama licha ya jitihada kubwa katika maisha. Kuchelewa au kushindwa kuoa. Kutopata watoto pasipo sababu ya kimatibabu. Namba 5, maombi ya kuvunja laana za ukoo. Kaa pamoja nami tuweze kuomba pamoja. Bwana wa mbinguni, kimbilio langu Baba, uishie mahali pa kuinuka. Ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ninasimama kwa mamlaka ulionipa na ninatangaza uhuru wangu dhidi ya kila laana ya ukoo. Kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila agano la kipepo lililofanyika kwa niaba ya ukoo wangu. Kila madhabahu ya kifamilia inayozungumza kinyume na maisha yangu na inyamazisha kwa damu ya Yesu Kristo. Kila maneno ya laana yaliyotamkwa juu ya familia yangu, kuanzia kwa mababu, bibi, wazazi na vizazi vyote vilivyotangulia, navunja mamlaka yake sasa. Kila laana ya umasikini,
laana ya kushindwa, laana ya magonjwa, laana ya uzazi, laana ya vifo vya mapema, na iondoa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, nisimamie na unifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu uteketeze kila mizizi ya giza iliyojikita katika ukoo wangu. Ninakataa kurudia historia ya giza ya familia yangu. Ninatangaza baraka, mafanikio, afya, hekima, furaha na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa Baba, mimi na familia yangu, mimi na ukoo wangu tutamtumikia Bwana kwa uhuru. Laana zote zimevunjwa na upako wa Mungu unatuongoza. Asante Bwana kwa uhuru huu wa kiroho. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Ndugu yangu, ubarikiwa popote ulipo. Jinsi ya kuendelea kuishi maisha bila laana, unapaswa kufanya hivi. Endelea kuwa katika maombi ya mara kwa mara. Soma na tafakari neno la Mungu kila siku. Epuka dhambi. Dhambi huruhusu laana kurudi. Tumikia Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Funga na kuomba mara kwa mara kwa ajili ya familia yako. Maombi ni kila kitu katika maisha. Mungu akubariki sana popote ulipo. Mungu akubariki sana. Amen.